tunajua ni wewe Mungu unaweza kufanya katika jambo lile lile ambalo yamkini tumeona kama hakuna mpenyo. Tunajua ni Mungu unaweza kufanya, tunajua ni Bwana unaweza kufanya katika eneo lile lile ambalo wengine wamekwama. Baba, ukafanya kwenye maisha yetu. Fanya kwa ajili ya ushirika huu, fanya kwa ajili ya Parisi, fanya kwa mama yule, fanya kwa dada yule. Yamkini tatizo lake la kansa ameona kama haliwezekani, tatizo lake la uvimbe yamkini ameshaona ni kubwa, haiwezekani. Tatizo lake la uvimbe yamkini ameona ni kubwa. Yesu, fanya jambo, wewe haushindwi na jambo lolote. Ufanye kwa mama yule, fanya kwa mama yule, fanya kwa kijana yule, fanya kwa mama yule, fanya kwa kaka yule aliyekata tamaa. Mwinue tena kwa jina la Yesu. Kufanya unaweza kutenda mambo makubwa. Kuwa mahali hapa ushirika au parishi ya St. Peter. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Lakini kipekee nichukue nafasi kumshukuru Mungu kwa watumishi wa Mungu ambao wamewapa neema kutumika katika madhabahu hii. Father Mkumbe, lakini pia na Father Mungu. Hakika watumishi hawa muwaombee sana, kama ambavyo na mimi siwezi kuacha kuwaombea mahali kokote nakokuwa. Amen. Na kama ambavyo na mimi nimekuwa sehemu ya parishi hii, na niliona bado naona tena kuna wakati
sisi jumuiya pale Mbalizi tufanye kitu tena kwa ajili ya nyumba ya parish. Yaani bado nikirudi leo nitamwambia mke wangu bado wana hatua fulani, hebu tufanye kitu na sisi pia. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana. Jumapili nilikuwa Njombe, namshukuru Mungu tulipata neema kuwa pale Ilembula. Tunasema ni wilaya ya Wanging'ombe. Tunamshukuru Mungu alitutumia kwa huduma, lakini pia Pasaka tumepata neema ya kula kule Mwakaleli. Kulikuwa kuzuri kweli, maziwa ya kutosha. Hivyo ni vile vinavyoonekana. Mandizi ya kutosha, lakini zaidi sana ukarimu wa watu wa pale Mwakaleli. Mwanyakyusa ndaga mwendaga. Mwengi na Fedi ndaga mwendaga. Unajua Fedi ni Mnyakyusa na ni Mnyakyusa, yaani Wanyakyusa mbarikiwe sana. Mungu abariki sana Wanyakyusa. Lakini mbarikiwe sana Wakristo wote. Maana ukiwa na Yesu ni zaidi ya yote. Haleluya. Haleluya. Mungu abariki sana. Nilete pia salamu za mchungaji wangu Mapupa. Wakati juzi nilienda kumwaga kwamba leo nitakuwa hapa, alisema basi peleka salamu pale St. Peter. Kwa hiyo nilete salamu pia za mchungaji Mapupa, mchungaji wa ushirika wetu pale Mbalizi. Amen. Na tunamshukuru Mungu sana. Na sisi leo kanisa tuna kitu kinasema Yesu ni mchungaji mwema. Na sisi leo ni Yesu ni mchungaji mwema. Sijajua Jumapili itakuwaje, lakini naona Jumapili ni Yesu ni nuru yetu. Kwa hiyo Mungu abariki. Kwanza Bright ambaye ni mtoto wetu wa kwanza sana wanasalimia. Wao wana mtumishi huko mahali kwa sababu tumekuwa na mizunguko mingi, kwa hiyo wamebaki pale ushirikani kwa ajili ya huduma nyingine za kiusharika. Barikiwe na Yesu. Mwambie mzako umependeza sana. Wivu umependeza sana. Haleluya. Basi kwa dakika chache ambazo Mungu ametupa, ninatamani tuwe na kichwa kinachosema thamani ya damu ya Yesu katika kushughulikia vizuizi vyote kwenye maisha ya mwanadamu. Thamani ya damu ya Yesu katika kushughulikia vizuizi vyote kwenye maisha ya mwanadamu. Thamani ya damu ya Yesu katika kushughulikia vizuizi vyote kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kwa ujumla wake leo tunahitaji tuone damu ya Yesu inafanya kazi kwenye maisha yako. Ni kweli Yesu ni mchungaji mwema na anatuchunga kila wakati. Hata mimi nachungwa na Yesu. Amen. Ni kondoo wake. Kwa hiyo hata hapa yuko ananichunga. Amen. Nisije kupotea. Haleluya. Haleluya. Anasema mchungaji mwema hawezi akaacha kondoo akakimbia. Lakini wachungaji wa mishahara wanaweza kuacha kondoo kwa sababu wao wanalipwa. Na ndio maana akasema mimi ndiye mchungaji mwema, mchungaji wa kondoo. Mwambie mwenzako Yesu anakuchunga. Mwambie tena usiogope, unachungwa na Yesu. Unalindwa na nguvu za Yesu. Amen. Amen. Niwatie wivu wachawi na niwakasirishe, hata waroge, hata wawange. Kwa yule ambaye anachungwa na Yesu hawatuwezi. Amen. Nasema hawatuwezi. Wanajichosha. Nasema wanajichosha. Hata wakasirike, habari ndio hiyo. Nasema ukweli ndio huo. Tunachungwa na Yesu. Na fimbo yake kwa fimbo ya chuma. Kama ni fimbo ya chuma, hakuna fimbo inaweza kutupiga kwa jina la Yesu. Laana zao hazitatufika. Matamko yao hayatatufika kwa jina la Yesu. Sema tena amen. Kwa hiyo acha waonge, acha waroge, acha wachawie. Uchawi wao hauna nguvu. Matumbu yao hayana nguvu. Sadaka zao hazina nguvu. Maneno yao hayana nguvu. Tunachungwa na damu ya Yesu na fimbo ya chuma ya Yesu. Haleluya. Nasema haleluya. Kwa nini nafika mahali unakata tamaa, unachoka, haujui wewe? Tunalindwa na nguvu za Yesu. Amen.
Kwa hiyo kwa sehemu niseme kwenye eneo la mchungaji mwema itoshe. Turudi kwenye kichwa chetu cha thamani ya damu ya Yesu. Amen. Amen, watu wa Mungu. Kitabu kile cha Kutoka mlango wa 12 na mstari wa kwanza mpaka wa 12. Kitabu cha Kutoka mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Nataka Mungu akufundishe thamani ya damu ya Yesu kwa kukuonyesha kutoka kwenye Pasaka ya kwanza iliyofanyika ambayo ni ya historia. Kutoka 12:1 mpaka 12, naomba nikusomee. Bwana akanena na Musa na Haruni, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Mwambie mwenzako mwezi huu. Mwezi huu. Haleluya. Mwezi upi? Utakuwa mwanzo wa miezi kwenu na utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Anasema hivi, semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo. Sema mwanakondoo. Rudia tena. Ongezea tena mara mwisho. Hapo ndipo natamani ujue tunapozungumza thamani ya damu ya Yesu. Niseme mwanakondoo huyo aliyechinjwa hapa, watu wa Misri alikuwa amebeba ishara gani? Kwa sababu kila kilichofanyika pale Misri kilikuwa ni ishara ya jambo fulani kubwa katika ulimwengu huu. Haleluya. Anasema hivi, kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache, kwa mwanakondoo basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu au katika mbuzi, nani mtamweka hata siku ya 10. Sio damu yote, baadhi ya damu yake itatwaliwa kutoka kwenye yule mwanakondoo au mwanambuzi aliyechinjwa na kutia katika miimo miwili na katika kizingiti kikiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Sema mboga zenye uchungu. Nataka useme ili tusiachane. Msiile mbichi wala ya kutokoswa. Wale wazee kupika chupuchupu, hapana, ya kutokoswa kwenye maji. Chupuchupu ni nzuri, lakini masharti haikutakiwa ipikwe hivyo, bali iliokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Sema ni Pasaka ya Bwana. Haleluya. 12 na wa mwisho, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri wa mwanadamu. Na wanasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote litakaloharibu nitakalowapiga nchi ya Misri. Haleluya. Sema amen. Sema tena amen. Sasa kati ya jambo kubwa sana ambalo nataka ulione leo, pamoja na mambo mengi ambayo kanisa tunajua, thamani ya damu ya Yesu iko hivi. Wengi wanaijua damu, lakini wanaweza wakawa hawaithamini damu ya Yesu. Narudia tena, wengi wanaijua damu hata kwa kuimba kwenye nyimbo, lakini kuithamini damu ya Yesu inawezekana pointi zikaanza kupungua. Kwa nini? Sio kosa lako, kwa sababu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa hiyo ukishapata maarifa, inawezekana ukapata nguvu ya kuithamini damu ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Kwani kuithamini damu ya Yesu ni kufanya nini? Ni kuitumia kwa viwango vya hali ya juu. Iko hivi, wengi wanaijua damu ya Yesu, lakini inawezekana kawa mwepesi kwenda kuchukua mafuta ya upako. Inawezekana usichukue, lakini iko hivi,
Huo ufunuo wa hayo mafuta ya upako ni ufunuo wa kibiashara au ni ufunuo wa kimungu? Narudia tena, ili nisije nikaingia kwenye mkululo wa kumkufuru Roho Mtakatifu, nisije nikasema usichukue. Lakini huo ufunuo wa mafuta ya upako ambayo wakati mwingine yanaondoa thamani ya damu ya Yesu, ni ufunuo wa kibiashara au ni ufunuo wa kimungu? Yako maji ya upako ni ufunuo wa kimungu au ni ufunuo wa kibinadamu? Ziko keki za upako, ni ufunuo wa kimungu au ni ufunuo wa kibinadamu? Lakini ziko nguo pia za upako, leso za upako na nyingine ambazo sizitaji. Haleluya! Vyote hivyo vinataka kupunguza value, thamani ya damu ya Yesu. Ninaomba na nakukemea kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ni damu ya Yesu. Haiwezi ikafananishwa na chochote. Haiwezi ikawa substitution na chochote. Haiwezi ikawa mbadala wa chochote. Maji hayawezi kuwa mbadala wa damu ya Yesu. Mafuta hayawezi yakawa mbadala wa damu ya Yesu. Vitambaa haviwezi vikawa mbadala wa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni ile ile, kazi yake ni ile ile, nguvu yake ni ile ile, utendaji kazi wake ni ule ule, matokeo ni yale yale. Iliyowatoa Israeli utumwani ndio ile ile inatenda kazi leo. Nguvu zake hazijapungua, kazi yake haijawahi shuka, thamani yake haipungui, iko vile vile tokea miaka mingi iliyopita mpaka leo. Kazi yake ni ile ile, haijawahi badilika, haiwezi kubadilishwa na maji ya haleluya. Nasema haleluya. Kwa hiyo kuna vitu leo vinafanyika vinataka kushusha thamani ya damu ya Yesu, nguvu ya damu ya Yesu, wakati damu ya Yesu yenyewe sio kimiminika cha kawaida. Nasema damu ya Yesu sio kilipoipaka kwenye milango mauti haikupita. Hata kwako pia hiyo damu ninaiachilia kwako. Ikiwa kuna roho ya mauti, iondoke kwa jina la Yesu. Ikuachie kwa damu ya Yesu. Ikuachie kwa jina la Yesu. Hiyo na Yesu ambayo ukiita tu damu ya Yesu inafanya matokeo makubwa, ifanye kwenye maisha yako. Wengine hapa damu leo itawatoa kwenye vifungo walivyo navyo, ikakutoe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunasema thamani ya damu ya Yesu katika kushughulikia vizuizi, au damu ya mwana kondoo ilishughulikia vizuizi vyote vilivyowakamata taifa la Israeli pale Misri. Kwa hiyo amen. Amen. Nasema damu ya mwana kondoo ilishughulikia vizuizi vyote katika nchi ya Misri vilivyokuwa vinawazuia Israeli wasitoke, tena si wasitoke tu, kwa wakati pale Misri. Ninajisikia maiki kwa mbali sana, naona natumia sauti yangu kubwa. Naomba mnitunzie Jumapili na mahali pia. Nitunzie tu maiki na ni sauti. Yaani pamoja na kwamba umeweka hizi, lakini nitunzie tu mahali fulani. Nasema hivi, nchi ya Misri vilivyokuwa vinazuia Israeli wasitoke Misri kwa wakati ya mwana kondoo. Narudia tena. Kilichowatoa taifa la Israeli pale Misri walipokuwa wamekwama kwa miaka na tamani, imtoboe mama mmoja ambaye amekaa kwenye madeni kwa muda mrefu. Imtoe mama mmoja ambaye amefungwa na michepuko kwa muda mrefu. Imtoe mtoto mmoja hapa ambaye roho ya uzinzi, imtoe kijana fulani ambaye haoi, amezuiliwa na Farao amemtabiria mtu mmoja kwa kwamba uowe sasa haraka, na huyo naye anatamani hiyo damu ikamchomoe. Manake wengine wamezuiliwa sio wao, na kinachoweza kuwachomoa ni damu ya Yesu ambayo yenyewe haiwezi ikazuiliwa na chochote. Iwe ni ukuta, damu ya Yesu ilipita ikafungua. Iwe ni chochote, damu ya Yesu haizuiliwi na mawe, haizuiliwi na chochote, haizuiliwi na maneno ya watu. Damu ya Yesu inapenya popote, inapita popote.
walicheleweshwa. Sema walicheleweshwa. Utasema mtumishi, walicheleweshwa kivipi? Ndio walicheleweshwa. Walitakiwa watoke mwaka wa 400, lakini mpaka 420 wako Misri, 418 wako Misri, 422 wako Misri, 425 bado wako Misri. Mungu anachungulia, anaona ule mpango wa kuwatoa bado upo, lakini mbona kwenye majira wamepitiliziwa? Sikiliza, iko hivi, hakuna awezaye kuzuia mpango wa Bwana. Mungu akipanga, amepanga. Haijalishi majira yatapita, lakini kusudi la Bwana halipitagi. Narudia tena, watakuchelewesha, lakini kufika unakoenda ni lazima. Nasema kufika unakoenda ni lazima. Yakini umecheleweshwa kupona mateso ulionayo, leo imefika zamu yako. Kupona ni lazima, kwa sababu ni mpango wa Mungu uwe mzima. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Israeli walicheleweshwa. Utasema walichelewa miaka 100. Walikaa utumwani miaka 30 zaidi. Maana yake miaka 30 ilipotea utumwani. Hiyo miaka walitakiwa wao labda wameshafika Kanaani, lakini bado wako Misri. Sasa tujiulize, nini kiliwazuia? Nini kiliwakwamisha? Utasema tu ni wao tu waliamua kuchelewa. Hapana, kulikuwa na vikwazo, kulikuwa na vizuizi, kulikuwa na makando kando. Ndicho ambacho Mungu amenituma neno leo, anatamani ashughulikie hivyo vizuizi vinavyozuia St. isistawi, hivyo vizuizi vinavyozuia watu wachumie wasitoe michango, hivyo vizuizi vinavyozuia watu wasije ibadani. Kizuizi chochote kinachozuia St. kiondolewe kwa jina la Yesu. Nasema kiondolewe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema amen. Sema tena amen. Nimekupeleka kwenye swali. Nini kiliwachelewesha? Nini kiliwazuia? Jambo la kwanza, kilichowazuia cha kwanza ni mtazamo wao na fikra zao na namna walivyokuwa wanaiona Misri. Mwangalie mwenzako, mwambie mtazamo wako. Mwambie mtazamo wako tu. Yaani hamna kingine. Ni mtazamo wako na unavyoyaona mambo. Waliobadilika kwenye kuona hawako kama wewe. Wako mbali sana. Wameshatoka sana. Ambao wakiona mlima wanasema hapa pana njia. Hao sio wenzako. Na wewe Mungu akusaidie iwe hivyo. Mtazamo wako ukombolewe kwa damu ya Yesu. Uanze kuona tofauti. Sikiliza. Utasema kwani walikuwa wanaonaje? Walikuwa wanaona Misri ndio kwao. Amen. Narudia tena. Utasema umeiwaje mwalimu? Tumishi wa Bwana anasema hivi, walifikia tatizo, kifua changu, tumbo langu, presha yangu. Pole. Yaani umeshazoea hali, kipanda uso changu, tumbo langu, sio la kwako. Uongozi ni wa kipepo. Umechelewa, badili mtazamo, badili kufikiri. Ukiona matatizo ni ya kawaida, hautatoka. Nakwambia hata aliyetume na nabii kutoka mbinguni hautakuja kutoka. Badili mtazamo. Magonjwa sio yako, mateso sio yako, shida sio zako. Badili mtazamo. Toka kwenye mfumo wa kichwa chako.
Inawezekana kuishiliwa madeni. Haleluya. Kuna mtu anasema haudaiwe nani, hata nchi inadaiwa. Badili mtazamo. Kuishiliwa madeni inawezekana. Mungu akubariki mama uliotoa sadaka. Ninajua kuna mahali Mungu anakuchomoa. Kuishiliwa magonjwa inawezekana. Kuishiliwa mateso inawezekana. Kuishiliwa shida inawezekana. Raha zipo kwa ajili ya waliowekewa raha. Raha zikuwekwa kwa ajili ya shetani. Raha zipo kwa ajili ya wenye raha. Mungu akubariki, mateso yakome kwa jina la Yesu. Chochote kilichowekwa kikome kwa damu ya Yesu. Sema mtazamo. Sema tena mtazamo. Kuna mtu anasema Mungu anashukua, lakini wanamwasaidia walivyo. Sikiliza, ni mtazamo. Wanaume wasumbuia, mtazamo wako ndio umekaa vibaya. Unatuasia vibaya wewe. Sikiliza, ni mtazamo. Hamna kitu ambacho ni mateso, ni mtazamo wako. Walikaa Misri kama kwao. Musa anamwambia kutoka twende wapi? Hapa ndio tumezaliwa. Sisi ni wa hapa hapa. Tumeolea hapa. Tumekulia hapa. Tumejenga hapa. Twende wapi? Sikiliza. Mwambie mwenzako kuna nchi ya ahadi. Kuna nchi ya ahadi. Unahitaji kutoka Misri. Unahitaji kutoka Misri. Kwa jina Yesu, toka. Nasema nawe mama, toka. Huo mtazamo ulionao mnawatesa mpaka wachungaji. Hatujazoea kufanya namna hii. Uko Misri wewe, shindwa. Wewe uko Misri. Walio Misri walikuwa nafikiri ni pao pale. Yaani walijua ni nyumbani kwao kwenye mateso. Mtu magonjwa anaona ya kwake. Ameshajisajili mpaka na ndoshi za kuweza kila siku. Mwambie hayo mateso sio yako. Toka. Na kinachokutoa leo ni damu ya Yesu. Kitakachokutoa leo sio kingine, ni damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo Yesu alianza kushughulikia kwanza mtazamo wao, fikra yao, namna wanavyowaza, namna wanavyofikiri. Aliona wanazidi kuchelewa, akaamua sasa kutoa majeshi yote, silaha zote, vifaa vyote, mpaka kutoa mwana kondoo. Ilikuwa ndio pointi ya mwisho. Yuko Yesu leo hapa. Ashughulikie mtazamo wako kwa jina la Yesu. Ashughulikie mateso yako kwa jina la Yesu. Ashughulikie vikwazo vyako kwa jina la Yesu. Jambo la pili lililocheleweshwa. Sema miungu ya Misri. Na hapa ndio nataka nikaa kwa kiasi. Pamoja na mtazamo wao na kufikiri kwao, lakini jambo la pili lililokuwa ni kikwazo kwao ni miungu. Sema miungu. Rudia tena. Miungu ni nini? Chochote unachoweza kukifanya kuwa Mungu badala ya Mungu ni Mungu, si ndio? Si ndio jamani? Kama unaenda kwa mganga kuchukua dawa, maana huko umeabudu miungu mingine. Pale Misri ili kujua kwamba walikuwa na miungu mingine, nenda kwa Farao. Wakati ameota ndoto, alienda wapi? Aliwaita waganga, wachawi, wasihiri, wenye taaluma mbalimbali, wenye hekima. Aliwaita wafanye nini? Wamsaidie kutafsiri ndoto, kwa sababu walikuwa wanaabudu miungu mingine. Kwa hiyo Israeli ilikuwa mahali pa watu wanaoabudu miungu. Unafikiri ni kazi rahisi kutoka kwenye hiyo miungu sasa? Unafikiri miungu ni rahisi na kuachia kwamba nendeni sasa? Ni ngumu. Na ndio maana Mungu aliamua ingilie kati. Haleluya. Nasema haleluya. Na ndio maana Mungu akasema hapa inabidi nitumie gharama yoyote kushughulika na hivi vikwazo. Cha kwanza ni fikra yao, lakini cha pili ni hii miungu ya Misri. Na ndio maana akasema hivi, nitapita usiku ila uipake yule kwenye milango na kwenye kizingiti. Nitakapopita nitaihukumu. Haleluya. Nitaihukumu nini? Miungu yote ya Misri. Nikishaihukumu
watu wana miungu yao, na hata ukiomba hapa miungu itasema huyu hatumwachii. Maanake inaweza kuamua hatima ya mtu. Miungu inaweza ikaamua mzee watoto gani, na ndio maana kuna miungu yenyewe imeletaga inaamua tu wasaliwe ni chama chako ni familia. Miungu inaamua tu, hamna kuolewa kwenye ndoa za makalumeta, wewe ni kifungashio tu. Alafu inaitwa ndoa. Unajua ndoa ya kifungashio ni ile ambayo haina mchungaji, haina mshenga. Mshenga ni simu na kifurushi cha message. Basi ndoa imeisha. Kwa hiyo umenipenda. Nimeshangaa kuna wazazi fulani, sitaki kwa sababu ni mbea hapa. Sielewi walikula nini hiyo asubuhi wakati wanaongea na binti yao. Yule dada anapigia simu anamwambia mtumishi, na kusalimia tu. Nikasema na nimesalimia uko wapi? Kwa sababu niko kwa mume wangu. Umeshaolewa? Lini? Muda mrefu tu mtumishi. Mbona sijasikia ndoa? Huyu baba alikuja kwa wazazi akasema hawezi kuvumilia mpaka send off mpaka nini. Kwa hiyo wakaamua wanaambie tu niende, tutakuja kubariki ndoa. Ni akili au ni matope? Yaani kabisa wazazi, baba na mama mmekaa, mmekula kabisa ugali wa Tanzania hii, mmelima kwenye ardhi, mnakaa mnafanya kikao cha kumruhusu mtoto aolewe kipagani. Ati kuna kubariki ndoa. Manake hapo mnafungua lango la madhabahu yenu kufanya kazi vizuri. Kwa sababu alisema hakuna atakayeolewa kwa nini? Kwa ndoa. Si miungu inaamua? Si miungu inaweza kamua ushike uchumi wa kiwango gani? Mimi nasema hivi, yeyote anayeambiwa maisha na miungu ya familia, ninaituma damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Nasema naituma damu ya Yesu. Hiyo miungu ipigwe kwa jina la Yesu. Hiyo mikieni. Israeli wako Misri hawatoki. Miaka 400 hawatoki. Wamekamatwa, wamezuiliwa, wanafurukuta hawatoki. Kilichowazuia ni miungu. Mungu akasema sikiliza, liko pigo moja na mimi nataka liachiliwe hapa. Pigo la damu ya Yesu. Lipige miungu ya familia, libamize madhabahu za familia, lipandike vifungo vyenu na mtoke kwa jina la Yesu. Waliozuiliwa kuoa wakaowe kwa jina la Yesu. Waliozuiliwa kuolewa wakaolewe kwa jina la Yesu. Waliozuiliwa kujenga wajenge mpaka washangae. Waliozuiliwa kuajiriwa waajiriwe mara 5. Interview ziongozane. Unaitwa Dar es Salaam, unaitwa na Mwanza, Mungu akubariki. Unaitwa na Singida, interview